Sasa unaposema demands maana yake unakuwa unaongelea ni kama uhitaji. Lakini unaposema supply hapo unakuwa unaongelea ni kama watu fulani ambao wanasambaza bidhaa fulani. Lakini demands maana yake ni uhitaji sasa hiyo bidhaa. Sasa nitakuelezea kwenye moduli inayofuatia, lakini hapa nataka tu nikupe concept ya kwamba supply and demands ndio ina drive au ndio inapanga mara nyingi price ya kitu fulani iweje. So price inaweza kuwa kubwa au ndogo, lakini vinavyosababisha price kuwa kubwa, bei kuwa kubwa au kuwa ndogo ni supply and demands. Sasa demands ikiwa ni kubwa kuliko uhitaji, maana yake demands ikiwa ni kubwa kuliko our supply au wasambazaji, yani naongelea kwamba uhitaji ukawa ni mkubwa labda wa sukari, watu milioni 1 wanahitaji labda sukari, lakini wanaosambaza ni watu 50. Maana yake hapo demands ni kubwa lakini wasambazaji ni wadogo au supply. So kinachotokea nini? Price ya ile product lazima itapanda, itaenda juu kwa sababu demands imekuwa kubwa. Lakini hivyo hivyo supply ikiwa ni kubwa kuliko demands, maana yake naongelea wasambazaji wa sukari ni milioni 1, lakini wanaohitaji sukari ni watu 50. So unaona kabisa hapo supplier ni wengi lakini demands ni wachache. Kwa hiyo kinachotokea nini? Price lazima go down. Watu watashusha price ya sukari. So hata kwenye financial market ni hivyo hivyo. Uhitaji ndo una determine either price kwenda juu, hivyo hivyo supplier ndo ina determine price kushuka chini. Sasa always tunasema demands ni maeneo ambayo ni ya chini, kwamba ikifikiwa bei fulani ambayo ni ya chini tunajua uhitaji utaongezeka, watu watanunua ile product. Lakini ikifikiwa bei ya juu baada ya price kuwa kubwa, wahitaji wa ile product watajikataa, watakuwa wachache kwa sababu price imekuwa ni kubwa. So kinachofanyika ni nini? Wale supplier watashusha tena bei ya nini? Ya ile product, ili kufanya watu waendelee kufanya kununua ile product. So hivyo ndo namna ambavyo supply and demands inavyo drive prices financial market, na ni muhimu sana kuweza kuelewa ni maeneo yapi ambayo kutakuwa kuna wanunuaji, lakini pia maeneo ambayo kutakuwa kuna wauzaji. So ni vitu vya msingi sana kuweza kuvifahamu, kuweza kuvielewa, ambavyo vitakufanya always kubaki kwa benefit. Ukisha ku identify maeneo ambayo demands kutokana na namna ambavyo our banks institutions wanavyo react sokoni, itakutengenezea mazingira ya kujua okay, that time ni muda wa kubuy, kwa sababu banks institutions wameshaingiza order zao za kubuy. Lakini hivyo hivyo utaelewa kwamba ni maeneo ya kusell, kwa sababu hawa banks institutions wameweka order zao pale za kuweza kusell. So ni vitu vya msingi sana kuweza kuelewa na kuweza kufahamu. So tunaweza kumalizia hapa hivi. Tunaweza tukamalizia hapa kitu chetu tulichokianzisha. Tunaweza tukakimalizia hapa. So kama nilivyosema kwamba our banks and financial institutions have certain zone where buy and sell in the markets. Banks and financial institutions have certain zones where they buy and sell in the markets. And if you can identify them, you will take the same trade they take and money with them instead of trading against them. So kisha ku identify maeneo ambayo jamaa wanaweka order zao na nini, itakuwa rahisi sana kuweza ku place, kuweka trade ambazo always zinakuwa ni sawa sawa na zao ambazo wanaziweka. Lakini pia na pesa utaweza kupata kiasi tu kizuri cha pesa, kwa sababu pesa mwezi kulingana, kwa sababu wenyewe wanaweka mitaji mikubwa, kwa faida mwezi kulingana. So lakini ukienda kinyume na hao, mara yake wewe utakuwa unajitafutia matatizo. So kwa mfano kama hapa kuna big move ilitokea, then baadaye price kama unavyoona kwenye chart ya pili, price ikaenda kwenye hao maeneo,
then kwa ajili ya kuchukua zile order ambazo walikuwa wamezibakisha, then baadaye price ikarudi chini buu. So ni vitu vya msingi sana kuweza kuvifahamu. Sasa anasema if you want to change the way you look at the markets, instead of looking at the market as a seller and buyer, you should look at is as a market maker versus literal trader. So ni kitu cha msingi sana, yani sana. Lazima ubadilishe mtazamo wako. Yani usiliangalie tu soko namna ambavyo jinsi lilivyo kama muuzaji au mnunuaji. Jiangalie soko kama hivyo, market maker versus nani? Literal trader. That's the way as unaweza kufanikiwa kwenye financial market. Market maker know where you are doing. They are more powerful than you. And they are in the market to trap you and take your money from you. So ni msingi sana au ni vizuri sana kuenenda namna ambavyo wenyewe wanavyoenda. So guys, huu utakuwa ndio mwisho wa lecture yetu ya introductions ya supply and demands. Kwa nini tusome supply and demands, na tutakuwa umeelewa kwa nini tusome. So unaweza ukaendelea kujiuliza kwa nini tusome supply and demands. Kwa nini? Utakuwa umeelewa. Lakini pia moduli inayofuatia ambayo tutakwenda kuisoma itakuwa ni how banks use supply and demand method. Namba ambavyo sawa banks wanatumia supply and demand method. Okay guys, uwe na wakati mwema. Bye. Ulikuwa na mimi Mr. Ayubu kutoka G Crypto Academy Pro. Okay, bye.